madini tofauti. Changanya udongo wa juu na kilo 20 za samadi iliyooza na gramu 100 ya mbolea ya fosfati kama DAP, TSP na SSP. Jaza mchanganyiko kwenye shimo na utumie udongo wa chini kutengeneza ukungu juu ya ardhi. Panda miche kutoka kwenye vitalu vya kahawa vilivyoidhinishwa mara tu mvua zinapoanza kunyesha. Ondoa mfuko wa plastiki kwa uangalifu na uweke mche kwenye ukungu na ujaze, ubonyeze kwa nguvu kabla ya kumwagilia mti mchanga. Epuka upandaji wa kina ambao unaweza kuathiri ukuaji. Tandaza shamba la kahawa kwa kufunika udongo na tabaka la mmea kavu kama vile nyasi ya nepi, mahindi, majani ya migomba, ukataji miti na kadhalika. Hii itahifadhi unyevu kwenye udongo, itazuia magugu kukua, joto la wastani la udongo na inapooza hutoa rutuba kwa mmea. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa ni mali. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakera ni uzingie kama mabati ya ne kwakera ni ama yambua tebakera ngingwa kangara benye ukora mabati ya mai nga inko nyora mabati ko mabati ya yura nyora kuro Uhuru Superstores Limited ichuwa songo marara maya chirora Ebono, eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubuatarana na mabati Rolling Mills Waigoire showroom membo ukegima South Nyanza na South Rift aso kwerora na kuchora mabati uganetie nkone bara mabati ya 28, 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ne warranty mbabuate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey, brick red, tile red, sky blue, chocolate, maroon na yanda mange. Uhuru Superstores Limited Boygo babuatrane na Crown Paints kwene kianko nyorore chirangi cha economy na premium chingia na ende chiko menyenga kientambe chiri tayari gutumeka gose na obago kuburukanire gweke kale lioganetie ne machine ya Crown Paint color mixer. Uhuru Superstores egotoka Uhuru Complex ange na Safaricom Boygo JM Towers ange na Credit Bank Bosongo nebu atabakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete. Inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagurire goika chingongo au buna Kisi, Nyamira, Migori na boigo chinsemo chia Transmara goikagesieri kia utarugwa kanira kende gionsi. Akisimia se namba 0111161500 goseba likereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noganiti kubwate na kwegoke ne miroberio au eyubwanche tase TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamant Keroka. Diamant Keroka nigeokoretera chitibi chechinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri cha Sony, Hisense, Samsung na Vision. Inyora Diamant boy gonko ne bale chihuva, subhoovers, guitars, microphones, chichaja chionsi, chispika chechinganjo au chikuka, chi microwave, chi mixer, amasasi, chi battery, chi basi, chi flash, chi headphone, chi cable tunes, chi stima, chi blow dry, goika horn speakers. Diamant Keroka ne dukembo nande ya chirenkuma ajerera bwebwatere TV asirigoliro mobuko korose duka embo ya Diamata. Kore umuchio Keroka tarera Diamant gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka. Gose bakere simi goetere namba 0748403117 gose 0711437974. Diamant Keroka na otore naye chinga kichonsi. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Mensengina.
kure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Nonde megaigana nebikoro to byonsi bine kibuti integereto murobyo bwa abarai na magenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyore rwoti yamangana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kurengete litukaserinde buno mu Kenya bobo busibwantele gutayo. Abarai na magenderero kila Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete. Mpendwa msikilizaji, ni jioni nyingine njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha neno la uzima. Kipindi hiki kinatoka katika kanisa la Deliverance Church Nyansiongo na mimi ni Reverend Mititi Gari. Karibu katika kipindi hiki na tuombe. Mungu Baba, Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote, tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi tukisema ni asante kwa wakati huu na nafasi hii ambao umetupa ili tukaende kulisikiliza neno lako. Ninaomba ukazungumze na kila mmoja wetu kadri ya mapenzi yako, na ninasema ni asante Mfalme, ni asante Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Basi wakati huu ningependa twende kushiriki neno la Bwana kutoka kwa maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka 8 mstari wa 26 na mstari wa 28. Luka mlango wa 8 mstari ni 26 na 28. Biblia inasema namna hii: wakafika pwani ya nchi ya Wagerashi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomuona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Amen. Maandiko haya ambayo tumeyasoma jioni hii ya leo inazungumzia wakati Yesu alipokuwa katika pirika zake za kuhubiri Injili. Akawa amesafiri na wanafunzi wake kwa mashua ama kwa meli. Akafika katika ng'ambo ile ya bahari. Akawa wanapitia njia ambayo ilikuwa haitumiki, njia ambao watu walikuwa hawapiti, njia ambao watu walikuwa wanaogopa. Na hiyo njia ilikuwa inaogopewa kwa sababu kulikuwa na mwenda wazimu ambaye alikuwa anakaa mahali pale. Alikuwa anakaa makaburini yaliyokuwa mahali pale. Alikuwa anakaa kwa mapango yaliyokuwa mahali pale. Huyu mtu alikuwa anatembea uchi, kwa sababu hata alipojaribu kuvalishwa nguo alizichana, akapasua, akazitupa, akawa anatembea uchi. Akawa anajikatakata mwili mzima, anajikatakata. Walijaribu kumfunga na minyororo, akawa anakata. Kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaogopa, was violent. Ni mtu ambaye angeweza kuvamia watu. Na kwa sababu walijua huyo mtu anakaa katika hiyo njia ya makaburini, hiyo njia ya mapango, watu waliwacha kutumia ile njia.
Kwa hivyo ninaona hata wakati Yesu alikuwa anataka kupita mahali pale, ninaona hata wanafunzi wake wakimwambia hapo si pazuri. Hiyo njia watu hawatumii, watu hawapitii mahali pale. Walijaribu kumshawishi asipitie mahali pale, kwa maana kwa mazoea watu walikuwa hawapiti katika hiyo barabara. Lakini Yesu akawaambia twende tu, hii ndio njia ambayo tunapitia, kwa maana Yesu alifahamu kuwa alikuwa na kazi ya kufanya mahali pale. Na basi waliposhuka na wakaanza kupita katika hiyo njia ya makaburini, hiyo njia ya mapangoni, ule mwenda wazimu alitokezea akiwa uchi wa mnyama, na pale pale akamtambua Yesu Kristo na akapiga magoti chini. Yule ambaye alikuwa ni mtu alikuwa violent, mtu ambaye alikuwa anaogopewa, mtu ambaye alikuwa anatisha watu wa kijiji, mtu ambaye alikuwa amefanya watu hawawezi kupita katika ile njia. Alipomuona Yesu alikuja mbio, akapiga magoti, akamwambia Yesu Kristo, Mwana wa Mungu, una nini na mimi? Una nini na mimi? Akapiga magoti pale, akaanza kumuomba. Mapepo iliyokuwa ndani yake ikaanza kuongea. Mapepo iliyokuwa ndani yake ikaanza kuzungumza. Taka uelewe, sio yule mtu alikuwa anazungumza. Yule mtu alikuwa amepagawa na mapepo, he was possessed. Kwa hivyo yale mapepo ndio yalikuwa yanaongea. Yale mapepo ndio yalitambua kuwa huyu sio mtu wa kawaida. Yale mapepo yakatambua kuwa huyu ni mwana wa Mungu aliye juu. Yale mapepo yakaja akasema, una nini na sisi? Wakati wetu haujafika, umekuja kufanya nini? Yakaanza kumuomba, yakamwambia, tunaomba usitukemee Bwana ukatutupa. Kama utatukemea basi tukemee, twende kwa zile nguruwe. Basi wakazungumza na Yesu. Ndio napata watu wengine wanasema, unapoona mpaka sasa hivi watumishi wa Mungu wanapoongea na pepo lililo ndani ya mtu, wanasema hiyo hakuna haja ya kuzungumzia mapepo. Hata Yesu alizungumzia mapepo. Aliongea na mapepo, wakamwambia wanataka nini, na Yesu akawakubalia. Walizungumza na mapepo. Na basi baada ya kuzungumza, Yesu akakemea yale mapepo, yakatoka kwa yule mtu, yakaingia katika nguruwe, na wale nguruwe wakakimbia kutoka pale, wakaingia mtoni na wakaangamia. Na Biblia inasema kulikuwa na nguruwe zaidi ya 2,000, kama 2,000 hivi, na kulikuwa na watu ambao wanachunga hizo nguruwe. Watu walipoona jambo ambalo limetendeka, walitimua mbio, wakakimbia. Wale walikuwa wanachunga nguruwe wakakimbia, wakaenda mjini, wakaenda kuambia watu, tumeona mambo ya ajabu, tumeona mambo yasiyo ya kawaida. Yule mtu ambaye alikuwa anaogopewa, yule mtu alikuwa amepagawa, amepata fahamu zake, amerejelea hali yake ya kawaida. Baada ya yule mtu kurejelea hali yake ya kawaida, akavalishwa nguo, akawa mzima, akakaa katika miguu ya Yesu Kristo. Haleluya. Jambo ambalo lilikuwa limesumbua watu kwa muda mrefu. Nataka uangalie kama ni ndugu yako ambaye ndio alikuwa mwenda wazimu. Nataka uangalie, unamuona anajikatakata. Hata ukimfungia nyumbani atatoka tu, atatembea barabarani. Hata ukimvalisha nguo atatoka tu, kwa maana anasukumwa na yale mapepo yaliyo ndani yake. Si jambo la kufurahisha, ni jambo la uchungu. Kama utamuona ni ndugu yako, ama ni baba yako, ama ni dada yako, ama ni mama yako, ama ni anko yako, unamuona akitembea uchi, mtu mzima, hilo ni jambo la kuhuzunisha, hilo ni jambo la kuleta majonzi. Sasa huyu mtu pepo imekemewa, amekuwa mtu mzima, amekuwa na afya zake. Aye mwenyewe ameshangaa, anasema mbona niko uchi? Wakatafuta nguo wakamvalisha. Kwa hivyo kwa mafikira yako, Biblia inasema wale watu wakakimbia, wale walikuwa wanachunga nguruwe, wakaenda mpaka mjini, wakaenda kuita wenzao. Biblia inasema mji wote ukakuja mbio kuona ni nini kilichotokea. Basi matarajio yako na mimi, ama matarajio ya mtu wa kawaida, ni kwa watu wangefurahia hili jambo, wangesherehekea. Kwa sasa
Mungu ameweza kutenda muujiza mkubwa. Barabara ambayo tulikuwa hatupiti, sasa tunaweza kupita, kwa maana ilikuwa ni shortcut. Ilikuwa inabidi watu wanazunguka round kwa sababu wanaogopa huyu mwenda wazimu. Sasa amekuwa mzima, sasa watu wanaweza kupita. Sasa watu wa jamaa zake watampokea, arudi nyumbani, afanye maendeleo. Watu wengine wangesema, wacha tukalete wagonjwa wetu na sisi wakaenda kuombewa wakiwe wazima. Watu wangealika hata huyu Yesu amwambia kuja katika mji wetu, kuja utulie huko, ukae hata wiki moja, hata mwezi mzima, ili na sisi uweze kutusaidia kuponya wagonjwa na kufanya miujiza mingine zaidi. Wangemkaribisha na wampokee kwa siku nyingi zaidi. Lakini kitu cha ajabu ni kwa baada ya wao kuangalia na wakaona yule mtu ni mzima, wakaona amevaa nguo, ametulia katika miguu ya Yesu Kristo, waliongea jambo la kwanza walilotamka. Walimwambia, tungependa utoke katika nchi yetu. They asked him to leave their country. Walimwambia atoke katika nchi yao. Baada ya kushuhudia ni nini ametenda, wanamwambia, toka katika mji wetu, toka katika nchi yetu, ondoka katika nchi yetu. Hilo ndio tamko la kwanza lililotoka, na walizungumza kwa ujumla. Na hii inanikumbusha wakati Petero na Yohana walipoponya yule mgonjwa ama yule kiwete ambaye alikuwa anakaa pale kanisani katika hekalu. Mgonjwa ambaye alikuwa kiwete ambaye alikuwa amekaa pale kwa miaka mingi. Alikuwa pale hata nyakati za Yesu. Wanasema alizaliwa akiwa kiwete. Alikuwa kama mfano kama miaka 40. Ni mtu alikuwa amekaa pale kwa muda mrefu. Na kila mtu katika Yerusalemu alikuwa anajua huyo kiwete ambaye alikuwa anakaa pale pale akiomba pesa. Sasa alipoombewa akapona. Tunajua story ya Petero na Yohana vile ilivyoenda. Pia walishikwa, wakawekwa gerezani, na kisa na maana ni kuwa wameponya kilema. Kilema amepona, kilema ametembea. Wakashikwa, wakawekwa gerezani, na wale wakuu wa Farisayo wakawa wanaulizana, lakini huyu mtu tutamuadhibu namna gani? Kwa sababu muujiza ni kweli umetendeka. Ni kweli huyo mtu amepona. Lakini wamewekwa ndani, wamefungwa, ni wafungwa, sasa ni mabusi, wako gerezani. Kisa na maana ni kuwa mtu amepona. Lakini sasa tunaona katika hii story tumesoma katika Biblia, watu wa kijiji kile walipinga. Kwa nini? Ukiangalia maisha ya mtu imeokolewa, lakini nguruwe 2000 zimeangamia. Sasa watu wa kijiji kile walithamini sana mifugo yao, walithamini sana nguruwe zao, walithamini sana mali yao na utajiri wao kuliko kuthamini maisha ya binadamu. Walikasirika kwa sababu nguruwe wameangamia. Walikasirika kwa maana mifugo yao imepotea. Walikasirika kwa sababu mali yao imepotea. Lakini hawakuangalia kuwa kuna maisha ya mtu imeokolewa. Kuna mtu ambaye ametolewa kifungoni. Kuna mtu ambaye amerejeshewa afya yake. Walithamini mifugo kuliko kuthamini maisha ya wanadamu. Wakamwambia huyu Yesu, wewe sio mtu wa kilani yetu. Wewe sio mtu wa kijiji chetu. You are not of our own community. Wewe sio mtu wa dhehebu yetu. Wewe sio wa dhehebu letu. Wewe unafanya vitu tofauti na jinsi sisi tunavyofanya. Kwa hivyo haukubaliki hapa. Hatukukubali hapa. Ondoka uende katika nchi nyingine. Ondoka katika nchi yetu. Kwa sababu unafanya vitu tofauti. Kwa sababu mambo unayoyafanya hayaeleweki kwetu. Hatujui unayafanya namna gani.
lakini angalia mambo aliyofanya. Sio mtu aliua, sio vitu vya watu aliiba. Ni kama ilivyotokea hapa mahali fulani, kawa katika kanisa fulani ama dhehebu fulani, kuna mtu ambaye aliendelea kumtafuta Mungu kwa njia isiyo ya kawaida, kawa anaingia katika maombi ya kufunga na kuomba. Basi alipoenda kutumika pale, akapata watu wanaanza kuanguka chini, watu wanaanza kukombolewa. Wazee wa dini wakamuita, wakamwambia sio hapa, mambo hiyo nafanya hapa haifanyiki hapa, kwa hivyo wewe hautakuwa mchungaji tena hapa, funganya virago na uondoke. Akafukuzwa kwa sababu aliombea watu wakapona. Akafukuzwa kwa sababu watu walikombolewa. Akafukuzwa kwa sababu alipoomba waliona watu wakianguka chini, mapepo ikizungumza. Wazee wa dini wakamwambia sio hapa, aiga ntoliko kora bintu bunebyo, hapa hatujazoea hiyo style unayofanya mambo, haifanyiki hapa. Akatimuliwa na ni hapa kisi, akafukuzwa kwa sababu Mungu amemtumia kwa njia ambayo watu wa dini hawajazoea. Taka nikwambie, wakati mwingine unapoangalia kama huyo mwenda wazimu ambaye alipona, si ati walikataa tu Yesu aondoke. Nataka uelewe kwa yawezekana ule mtu alikuwa hali ile kwa sababu kuna dhabihu ilikuwa imetolewa. There was a sacrifice that had been given. Na hiyo sacrifice, unajua, wakati ulimwengu wa giza, ili ukapate faida kutoka ulimwengu wa giza, ili ukapate mali katika ulimwengu wa giza, ili ukaendelee, kuna gharama. Ukienda katika ulimwengu wa giza, watakuambia utatoa mtu wenu mmoja awe lichara, awe na akili pungwani, awe mwenda wazimu, ndipo tuweze kukubariki. So yawezekana sana ule mtu kuwa kwake kwa namna ile, kuna dhabihu ilikuwa imetolewa, labda na familia, labda na watu wa kijiji pale, ile community. Kwa hivyo kuna vile walivyofaidi, na sasa kumfungua awe mzima ingelete madhara kwa wale watu ambao walikuwa wamemuuza, wamebadilishana na nguvu za giza ili wakaweze kupata manufaa fulani. Hivyo ndivyo ilivyo mpaka siku ya leo. Utaona hata wakati unajaribu kufanya kazi ya Mungu kwa njia ya kawaida, watu wanasema unapiga kelele. Hata tunapoweka horn speaker hapa Kijauri na kuhubiri, kuna watu wamesharipoti kwa polisi, wameturipoti hata kwa DC, wamesema huyo pastor anapiga kelele na horn speaker zake. Hizo horn speaker zitolewe, ahubirie watu walio ndani, asitupigie kelele. Wanasema ni kelele, tunapiga kelele, na ili hali tunahubiri Injili. Lakini watu wengine wakija wakiweka vifaa vyao kama Safaricom, wanapiga muziki pale, watu wana advertise vitu, clubs, night clubs zinapiga kelele usiku wote. Hiyo sio kelele, lakini Injili ya Bwana ndio kelele. Injili ya Bwana ndio inawaudhi. Usiku wa leo nataka nikuambie siri, ni kuwa hiyo Injili ya Bwana sio kwa ni kelele. Inaharibu kazi ya giza. Kazi ya giza inaharibika, kazi ya giza inaporomoka. Kwa maana tunapohubiri katika roho na kweli, Mungu akasema kwa neno langu halitanirejelea bure, litakuwa na madhara kwa ulimwengu wa giza. Kwa hivyo horn speaker ambayo inahubiri Injili si sawa na horn speaker ambayo zinatangaza Safaricom, kwa sababu hizo zinapenya katika ulimwengu wa giza. Ndipo hasa unaona sasa yule mtu mwenda wazimu alipoponya, kuna watu walienda kuumia, kuna watu walienda kupoteza, kuna watu walienda kupata hasara katika ulimwengu wa giza. Hii inanikumbusha kati moja kule Tanzania, jamaa moja ambaye alikuwa ni engineer, amesoma sana, engineer wa railway Tazara. Wakati wa Nyerere alikuwa amesoma kabisa, amesomea, amehitimu kama engineer. Kisha baada ya muda akawa tu mwenda wazimu. Mwenda wazimu akawacha kazi,
Huyo mwenda wazimu akaanza kutembea uchi. Huyo mwenda wazimu akaanza kutembea pale kijijini. Mtu amesoma, mtu ako na degree yake. Na nimeshaona watu kama hapa Kisii Town. Naambia huyu dada amehitimu, ameenda paka university. Unaona anatembea hapo. Tembea hapo chini hapo karibu na Equity Bank. Kuna dada anatembea pale. Kaambia huyu dada alisoma kamaliza na sasa akafanywa mwenda wazimu. Taka nikwambie kuna watu wanaharibu watoto wa watu. Kwa hivyo huyu jamaa ambaye alikuwa ni engineer akawa mwenda wazimu. Basi akawa mwenda wazimu kwa miaka mingi sana. Sasa ikatokea siku moja kukawa na mkutano wa injili pale kijijini mwao kule Tanzania. Alikuwa anaenda mbali, mwenda wazimu anaenda mbali kabisa. Lakini siku ile walipokuwa na injili, sijui ni kwa wiki moja ama ni kwa wiki mbili, yale mapepo yalimrejesha paka nyumbani kwao. Akawa kila siku yuko katika huo mkutano wa injili. Ndipo unaona kila wakati mahali kuna mkutano wa injili na pale nguvu za Bwana zinafanya kazi, utaona waenda wazimu hawakosi mahali pale, wanashinda wakizunguka mahali pale. Kwa hivyo huyo mtu akawa anakuja pale kila siku, anakaa pale kila siku, anakaa pale kila siku. Wakati moja sasa huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa amealikwa mahali pale, akawa amenotice huyu mtu na akawa ameambiwa juu yake. Wakamwambia huyu mtu unavyomuona hivi, hako hivi na hivi na hivi, ni mtu ambaye ni msomi. Sasa huyu ndugu akaenda akamulilia Mungu siku moja, akalia sana, akataka kujua siri juu ya huyo mtu. Na Mungu akamfunulia, akamwambia muombe. Basi ilipofika siku iliyofuata akamuita, akamuombea na akakemea hiyo pepo ya uenda wazimu. Na kuambia yule mtu akapata fahamu zake. Hapa Tanzania tu akawa mzima. Ule mtumishi wa Mungu akaagiza aenda anyolewe, kwa maana alikuwa na manywele imemea kila mahali. Kisha akasema aenda aoshwe, akaoga, wakamtafutia nguo hapo za mtumba kavaa. Sasa akawa sawa. Sasa wakamuuliza, tuambie nyumbani kwenu ni wapi? Akaelezea nyumbani kwao. Wakaenda paka nyumbani. Walipofika nyumbani, nataka unisikilize mpendwa msikilizaji. Walipofika nyumbani kwa mama yake, kwa maana mama yake ndiye alikuwa amebaki, baba alikufa kitambo. Walipofika kwa mama yake wakasalimia mama. Huyu mtumishi akasema, tumekuletea mtoto wako. Yule mtoto wako ambaye amekuwa mwenda wazimu kwa muda mrefu. Mama alipoona ule mtoto wake ni mzima, ameoga, amenyolewa, amevaa vizuri, badala ya mama kufurahia, akasema huyu ni fulani amekuwa mzima. Oyo nyagete obwenire diori tuakule. Huyu ni fulani ambaye ni mzima, basi tumekufa. Basi mimi nimekufa. Sasa watu wakashangaa, badala mama alikoiriria hata angeruka apige vigelegele, mama ameshtuka. Mama amesema basi kama amepona mimi nimekufa. Wakamkanisha chini. Wakamuuliza, mama unamaanisha nini? Na ndipo mama alifunguka akasema, mimi ni mtu wa usiku na mimi nilimtoa huyu mtoto wangu. Ilikuwa ni mimi niende ama yeye awe mwenda wazimu. Nikaona kuliko nife nikampeana. Sasa kwa sababu amepona na ameokoka, basi mimi ninakufa. Na huyo mama baada ya siku chache alikufa. Kwa hivyo nataka uelewe, hao wenda wazimu tunaowaona ni sacrifice zimetolewa. Ni sacrifice zimetolewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jioni ya leo nataka uelewe kuwa watu ambao tunawaona wanaumia ni watu wamewaendea, ni watu wamewatoa. Si ati ni watu ati sio mtu wa kwetu, si ati ni kelele tunapiga. Ni kwa sababu kuna watu wa giza wanafaidika kwa kutesa binadamu wengine. Kuna watu wanafaidika. Kuna watu wametoa wengine kama dhabihu. Kuna watu wamefunga watoto wa watu wengine ili waendelee kuendeleza maisha yao ya ulimwengu wa giza. Si ati hii mambo unayofanya sisi hatujazoea. Utapata wazee kama hao wanapinga watumishi wa Mungu ambao Mungu anainua,
hao ni wachawi, hao ni wachawi, hao ni waganga, hao ni washirikina. Ukiona hata kanisa ambayo wazee wa kanisa wanapinga mtumishi wa Mungu anapoinuliwa, mtumishi wa Mungu, nguvu za Mungu zinapofanya kazi kwa njia isiyo ya kawaida, ujue hao ni wachawi, hao ni wachawi, na mchawi na mtu wa Mungu hawawezi kuendeshana pamoja. Nataka tuelewe. Na Paulo na Petero akasema, akamwambia yule kilema aliyekuwa pale kanisani, sisi dhahabu na fedha hatuna, lakini tulicho nacho ndicho tunakupatia, na ni nguvu za Mungu. Wakawaachilia nguvu za Mungu, akapata uponyaji, kwa sababu alikuwa anakaa pale kila wakati akingojea kupewa sadaka. Hawa akamwambia, sisi hatuna sadaka, lakini tuko na nguvu za Mungu, na ndipo wakawaachilia, akapona. Kwa hivyo nataka nikuambie mpendwa msikilizaji jioni ya leo, kwa mambo ya Mungu ni roho. Mambo ya Mungu ni roho. Kwa hivyo ile roho ulio nayo ndio utawaachilia. Kwa hivyo kama tuko na viongozi ambao ni wachawi, ni maroho ya uchawi tu ndio watawaachilia katika maisha yetu. Ntogo konyeka, kama viongozi wetu ni washarati, utakuta kanisa nzima kila mtu ni msharati, kwa maana hiyo ndio maroho ambao wanawaachilia. Kama viongozi wetu ni wezi, itakuwa tunawaachilia maroho ya wizi. Kwa hivyo nataka uangalie, je, hapo unaposhiriki, hapo unapoenda kupata neno la uzima, viongozi wako ni wa aina gani? Watakuambukiza. Ndio kwa sababu tunaona hao walimkataa Yesu, kwa maana alilete roho nyingine tofauti na maroho ya uganga na ushirikina na uchawi iliyokuwa katika hicho kijiji cha Wageresi. Kwa hivyo jioni ya leo neno la Mungu linakujia kwa ni vizuri tukatambue mahali tulipo. Tukatambue ni nani tunaofanya kazi nao, ili tukaweze kufaidika. Mungu akubariki sana. Wewe mpendwa msikilizaji ambao umesikia neno hili usiku wa leo, taka uelewe kwa kuna mambo yawezekana umekuwa ukiona katika familia yenu. Kuna watu ambao umekuwa ukiona hawako sawa, hao wamefungwa, na kuna watu wanafaidika kutokana na maisha ya hao watu. Basi ni heri ukafunguke macho, ukachanuke, na Mungu akakusaidie ili ukaweze kuchukua hatua inayofaa. Basi umesikiliza neno hili na limekufaidi. Basi unaweza kupata msaada ikiwa utaokoka, utamkubali huyu Yesu. Kama kuna watu wa kwenu wamefungwa, watafunguliwa, watakuwa wazima, lakini ukachukue hatua ya kumkubali huyu Yesu, ndipo kama jinsi alivyookoa yule mwenda wazimu, ataweza kuokoa familia yenu na nyumba yenu. Basi kama umeamua neno hili ni lako, rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, nimesikia neno lako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nitakufuata na sitarudi nyuma. Ewe Bwana nisaidie. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Basi mpendwa msikilizaji ambao umefanya ombi hilo, ninaomba siku ya kesho ukaweze kujiunga na kanisa la kiroho na ujitambulishe kwa mchungaji ambao utaenda kwake na umwambie uamuzi ambao umefanya. Lakini kama uko karibu na Kijauri Nyansiongo, karibu katika kanisa la Deliverance Church Nyansiongo ambalo liko karibu na hospitali hapa ya Sub County, Kijauri Sub County Hospital. Kuja mahali pale. Ibada zetu zinaanza 2:30 mpaka 7:30. Tuko na ibada kadhaa. Karibu mahali pale ukaweze kujitambulisha kwetu, ili tukaweze kukusaidia katika safari hii mpya ya uokovu. Pia ningependa kukujulisha mpendwa msikilizaji, kwa kila siku ya Jumatano tuko na 1-on-1 ambapo tunaomba na mtu binafsi na tunauliza Mungu atuongoze shida aliyo nayo na suluhisho lake, kila Jumatano kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
na kila Jumamosi tuko na Healing and Deliverance Service kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7:30 mchana. Karibu tukabarikiwe kwa pamoja. Mimi ni Reverend Mititi Gari, kanisa ni Deliverance Church Nyansiongo, na Mungu akubariki sana mpaka Jumamosi ijayo. Amen. Kahawa yenye ubora, ni muhimu ufuate hatua zinazofaa katika kuchuna mbegu za kahawa zinazofaa na kuziwasilisha kwa ajili ya kusagwa ndani ya masaa 24. Jinsi ya kuokota. Mbegu za kahawa zinapaswa kuwa zimeiva kabla ya kuchunwa. Kahawa ambazo hazijakomaa au ambazo hazijaiva husababisha matatizo ya kusukuma na kuchacha na uwezekano wa uharibifu wa mitambo kwenye ngozi. Tumia vyombo safi wakati wa kuvuna. Chambua kwa kuchagua na epuka kuvua ngozi. Weka mbegu za kahawa chini ya kivuli. Epuka kuchuna kahawa ambazo zimeanguka chini. Epuka pia kueneza kahawa kwenye ardhi tupu. Epuka kuvunja matawi wakati wa kuchuna kahawa. Epuka uchafuzi. Uvunaji uliosawazishwa wa kahawa huimarisha kwa matumizi ya kutosha ya potassium. Jinsi ya kupanga. Mbegu za kahawa zilizovunwa zinapaswa kupangwa kabla ya kuchujwa ili kuondolewa kavu changa, chini ya kukomaa, iliyochanika zaidi, kijani kibichi, mbegu ndogo zilizo na magonjwa na wadudu, majani, mawe na matawi ya nafaka za chakula. Tumia nyenzo safi kama ungo kueneza kahawa ili uweze kuona nyenzo zisizohitajika. Mbegu za kahawa zilizopangwa zenye ubora wa chini zitakaushwa kando kama mbuni. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa hisani ya Solidaridad Eastern Central Africa, The Pathways to Prosperity Coffee Project. #badilisha mambo. Kahawa bora si bora kahawa. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na afisa mradi Anthony Kisa kwa nambari 0714520292. Kirari tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megaigana n'ebikoroto byonsi b'ekibuti ntegerero murobyo bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyorero boti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotukere na gokuboreria ria kurengete itukaserinde buno mu Kenya bobo gusigwantere gutayo. Abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba gusi Kenya n'ensingi manigetegerete. Tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megaigana n'ebikoroto byonsi b'ekibuti ntegerero murobyo bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyorero boti yamungana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotukere na gokuboreria ria kurengete itukaserinde buno mu Kenya bobo gusigwantere gutayo. Abarai n'amagenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba gusi Kenya n'ensingi manigetegerete.
FM 102.0 Radio Toronto. Ke minero Vuna FM Vuna Vuna FM Vuna Vuna FM Ase bibia Vuna FM Asamba tera mayai 102.0 Asamba range mayai To sese niwe kerengaki Abararia baya Lobo semyo na mangana maya 102.0 FM Torusia Tokuna Eke Minero. Kirari tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Nonde megaigana nebikoroto byonsi bine Kibuti integerero murobyo bwa abarai na magenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyorero woti yamangana yobora yubuya asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kurengete itukaserinde buno mu Kenya bobo gusigwantere gutayo. Abarai na magenderero kira Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba Gusi Kenya nensingi manigetegerete. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Tusivuke changamoto tuongeze juhudi, mkubwa hadi mdogo Kenya iwe maridadi, amani kila mahali, viongozi wetu hodari, Kenya yetu iko shwari sote twaikubali. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, nyama zao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, nyama zao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Upendo kila mahala kwa pamoja tusonge mbele, tuzidi kuwa imara biliwe vile vile. Upendo kila mahala kwa pamoja tusonge mbele, tuzidi kuwa imara biliwe vile vile. Oh, Kenya ni mimi na wewe. Mimi na wewe. Ah, Kenya ni mimi na wewe. Mimi na wewe. Ah, Kenya ni mimi na wewe. Mimi na wewe. Ah, Kenya ni mimi na wewe. Mimi na wewe. Muziki ya wakubwa. Kwanza nataka niseme yalo moyoni, ukweli niteme mubaini. Leo nataka niseme yalo moyoni, ukweli niteme. Oh sanam, nchi yangu ya Kenya naipenda.
tukure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Abarai n'amagenderero. Nonde megaigana n'ebikoroto byonsi b'Ekibuuti ntegerero mu bwa abarai n'amagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyorero woti ya mwana ya yobora yubuya asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria lya kurengete litukaseli ne buno mu Kenya bobo gusigwa ntele gutayo.